Mafunzo ya uongozi wa kimkakati yanayoendeshwa na Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu, ADEM, yanaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali nchini, yakilenga kuwawezesha wakuu na makamu wa shule za sekondari kuongeza ufanisi katika utendaji wao wa majukumu yao. Leo, katika kituo cha mafunzo cha Shinyanga Manispaa, washiriki walipata fursa ya kutembelewa na mtendaji mkuu wa ADEM, Daktari Maulid J. Maulid, ambaye alifungua rasmi mafunzo hayo na kuzungumza na washiriki kuhusu umuhimu wa uongozi bora katika kufanikisha malengo ya taasisi na maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa ufunguzi huo, Daktari Maulid aliwahimiza washiriki kutumia kikamilifu fursa ya mafunzo haya kwa kujifunza na kubadilishana uzoefu utakaowawezesha kuwa viongozi wenye maono, weledi na uwezo wa kufanya maamuzi ya kimkakati. Ninapoona taasisi ya shule imesimama kama hivi kwa miundombinu, iko well paved, madarasa ya kujifunzia yapo, ofisi zipo, watoto wana sehemu nzuri za kulala, lakini mazingira tulivu ambayo ni conducive kama haya, kiukweli mimi natoa pongezi. Lakini maana yake sasa tunakuja tena kwenye mantiki ya mafunzo haya. Kwa hiyo ndugu yangu Huruma Mwenga, ni kushukuru sana kwa kucoordinate mafunzo haya, lakini at the same time ni washukuru wawezeshaji ambao mtakuwa nao kwa siku 3, lakini vile vile ni mshukuru mwenzetu wa VVOB ambaye tunafanya nao kazi sisi kama ADEM na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba mafunzo haya yana run smoothly na mwisho wa siku yanakuwa na impact na nyinyi mnarudi kwenye taasisi zetu na kufanya transformation kulingana na matarajio ya serikali. Sasa mafunzo haya umuhimu wake, kama nilivyotoa hiyo highlight ndogo tu ya kuelezea hii taasisi hapa kwa haraka. Maana yake ni kwamba sisi wengine si ajabu tuna taasisi, lakini taasisi ambazo pia hazina miundombinu kama hii. Sasa mafunzo haya maana yake kwenye mambo ya strategic leadership, mambo ya good governance, ndio vitu mnavyovisoma, mnavyofundishwa ili uone unapopewa dhamana ya taasisi kubwa kama hii utaisimamia vipi, utamaintain vipi miundombinu kama hii. Lakini ukubwa wa taasisi hii sio miundombinu peke yake. Pana walimu, pana wanafunzi, na sasa hivi wazazi wote hawataki kupeleka watoto kwenye private schools. Wanataka kuleta watoto kwenye public schools kama hizi. Sasa wanapoleta kwenye public schools, wewe mkuu wa shule ambaye hauna ABCs za management, za namna ya kuadministrate hizi educational institutions effectively, maana yake utashindwa kumaintain miundombinu, utashindwa kusupervise walimu, utashindwa kusupervise wanafunzi, lakini mwisho wa siku performance itakuwa ni mbovu. Kwa hiyo dhamana yetu kwanza tuifahamu kwa ukubwa wake, na ndio sababu amekuja mkuu wa shule na makamu mkuu wa shule ili pawepo na continuity, muendelezo wa masuala ya kiutawala kwenye hizi taasisi yetu, taking into account umuhimu wa viongozi wa taasisi hizi katika kusimamia elimu. Kwa hiyo tumeleta mafunzo haya, kikubwa ni kukumbushana wajibu, lakini kikubwa ni kukumbushana malengo ya serikali. Malengo ya serikali, serikali inatarajia nini kutoka kwenu? Utaelezea masuala ya kisera, utaelezea masuala ya kimitaala, utaleta watoto hapa shule, lakini hawa viongozi wanaosimamia utekelezaji wa sera, utekelezaji wa mitaala, wanaosimamia wanafunzi, wanaosimamia walimu, kama hawajapata mafunzo sahihi ya kutafsiri sera na utekelezaji wake na kutafsiri aina gani wanatakiwa wasimamie taasisi na watoto na malengo ya kimitaala, mwisho wa siku hamna kitu. Kwa hiyo kama alivyoongea mratibu, tuna mambo makuu yafuatayo. Ya kwanza, strategic leadership. Strategic leadership, uongozi wa kimkakati. Jamani, unapokuwa kiongozi
kama hauna mikakati ya kiuongozi, hawezi kuwa na effective leadership, effective supervision, effective management kwenye taasisi yako. Na tunapoongelea strategic leadership, nafikiri mmepitishwa. Kuna vitu kadhaa. Kuna mambo ya vision, kuna mambo ya mission, kuna mambo ya objectives, kuna mambo ya goals, kuna strategic plan. Sasa hivyo vitu kama hauna na kama hauvielewi, ndio tunarudi kwenye pointi ya msingi niliyoiongea, kutafsiri na kutekeleza. Unatafsiri vipi vision, mission, objectives, goals? Una strategize vipi ili uweze kurealize the mission, the vision? Sasa vision na mission una interpret wapi? Tuna policy, tuna curriculum. Kwa hiyo taasisi zote hizi zina realize the national educational policy, na kila taasisi ina draw vision na mission yake kutoka kwenye taswira, picha kubwa ambayo ni educational policies. Tutataka kumkusanya huyu mkuu wa shule wa Shinyanga aliyekuwa na outstanding performance, tumchukue tuende na shule nyingine, alafu aweze kushare some insights. Ni namna gani mafunzo yalimsaidia na yaliimplement vipi, na akafanya hiyo transformation na kuwa outstanding. Kwa hiyo hatutaishia hapo, kwamba muendelee kufanya vizuri, na miongoni mwenu pia tutawachukua kwa ajili ya kufanya showcasing. Kwa hiyo nayo muichukulie kama kitu cha msingi sana. Lakini vile vile kuna kitu kingine ambacho tutakachokiangalia, issue ya performance gap. Strategic leadership, instructional leadership. Sasa cha kufanya cha msingi, sasa hivi huko kwenye mafunzo, nina uhakika mmesha establish the gap, the performance gap. Umeshafahamu what is the existing situation and what is the predetermined situation. Yani sasa hivi situation yako kwenye taasisi yako unaijua, in terms of performance, in terms of leadership, in terms of management and everything. Unajua kwamba sasa hivi uko sehemu fulani, na mafunzo haya yanakutaka uende sehemu fulani. Ina maana umesha establish gap. Sasa unaenda kubridge vipi hiyo gap, kucover hiyo, kuclose hiyo the gap. Kwa hili ni swala la msingi ambalo inabidi ulifahamu. Maana yake ukiweza kubridge, kuclose, kucover the gap, umesha transform. Kwa lazima tufahamu situation yetu sasa hivi. Lakini at the same time, ukisha bridge gap, we are talking about the impact. We are talking about the result oriented. Kwa hivi ndio vitu vya msingi sana. Lakini tuende tukasupport changes. How do you support changes? Huwezi kusupport changes on your own pamoja na huyo deputy wako. Lazima ufanye collaboration. Now when we are talking about collaboration not within the school on its own. Collaboration even outside the school. Kwa sababu when we are talking about performance, we are also talking about community engagement. Kwa hivi ni vitu vya msingi kwamba uhakikishe vile vile panapokuwa na umuhimu wa kuengage, kuinvolve other stakeholders, you need to do so. Vile vile ni washukuru kwa utayari wenu. Sisi taasisi yetu kama nilivyosema inaitwa Agency for Development of Educational Management, wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu. Iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Tunafanya kazi kwa karibu na TAMISEMI, na kazi yetu sisi ni kufanya training. Tunafanya training, tunafanya interpretation ya policy, interpretation ya curriculum, tunatengeneza mafunzo, tunafanya research na tunatoa mafunzo ushauri elekezi wa kitaalamu kwenye eneo la educational leadership, management, administration pamoja na quality assurance. Maana yake tunawakaribisha sana, apart from mafunzo kama haya, na ninyi wenyewe mkihitaji, tunafanya kazi kwa karibu sana na TAHOSA tunafanya nao kazi kwa karibu, wamekuwa wanatupa nafasi mara nyingi, na TAHOSA ina organize mafunzo.
wanajiorganize kwenye mikoa na nini, wanatuletea pale, wanasema bwana, labda tunataka mtufundishe maeneo fulani, basi na sisi tunaandaa package na tunafundisha. Lakini at the same time pia kama mkisikia mtu mwingine anataka mafunzo yanayotolewa na ADEM, basi msisite kufanya reference kwenye taasisi yetu ambayo ina expertise kwenye hilo eneo. Hivyo kwa kusema hayo, niwakaribishe sana ADEM. Ni taasisi yenu, ni taasisi ya serikali inayofanya kazi vizuri na ninyi ndo wadau muhimu. Kwa kusema hayo, viongozi, ni washukuru sana, na mimi niseme kwamba mafunzo haya tumeyafungua rasmi, na haya yote tuliyoongea mtayafuata na mtayatekeleza, na mwisho wa siku tutafanya transformation. Asanteni sana. Away.